Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, hapa tuko katika matayarisho ya dawa yetu bora na mujarabu kwa ajili ya kinga ya matatizo ya wanga wanaowasumbua, wachawi wanaowasumbua katika miji yao, katika mashamba yao, katika sehemu mbalimbali za biashara. Umeona? Wengine wanakuwa wanasumbua mpaka katika mashule, wengine katika magodauni. Umeona? Yaani wanga si watu wazuri. Ndio maana Waswahili wanasema muhuni si mtu mzuri. Kwa uzuri wa wanga na wachawi wote hao ni wahuni. Kwa sababu vitendo vyote wanavyofanya wanajua kabisa wanaenda motoni. Hakuna mwanga wala mchawi ambaye anafanya vile alafu hajui kama mwisho wake anaenda motoni. Hakuna hata siku moja. Kwa uzuri wao ni huo, kwamba mwanga na mchawi yeye anafanya kitu anachofahamu kwamba hicho kitu anachokifanya anaenda motoni. Sasa makusudi ni yapi au malengo ni yapi? Uzuri wa hii dawa hii mti mkavu inapambana na mambo mawili, yani ina double moja kwa mbili, wanasema 2 in 1. Ina double vipi? Hii inadili na hao wanga na wachawi. Hiyo ni jambo moja. Ukiweka pahala ima kwenye nyumba yako au kwenye shamba lako au kwenye duka lako au shuleni, pahala pana nini, pa biashara, basi unakuwa umezuia wanga na wachawi. Pia jambo la pili, inadili na mambo ya wezi. Inazuia wezi, inazuia majambazi, inazuia vibaka. Yaani issue inahusiana na wizi. Hii inazuia, mashaallah, alhamdulillah. Je, umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +255 ama +255 Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Umeona? Sasa kwa swala la wizi kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Ni jambo ambalo linawarudisha watu wengi nyuma. Sababu mwizi na mchawi au mwizi na mwanga wanatofautiana kipande kidogo tu. Mwizi anachokifanya anakuombea kwa Mungu uweze kufanikiwa ili akuibie. Lakini mwanga na mchawi yeye anaendelea kupambana ili usifanikiwe. Umeona? Kwa hapo hakuna mwenye afadhali. Wote hawana afadhali hata kidogo. Ndio maana tumetayarisha dawa hii ya mti mkavu, lengo na makusudio kwa ajili ya kuwadhibiti au wezi, wanga na wachawi. Sawa? Na dawa yenyewe ni simple. Ikishatayarishwa hivi, basi wewe unakuja unachukua, unaenda kuweka sehemu husika pahala pako. Na sehemu za kuweka, kama ni nyumba unaweza kuweka kwa juu au kachimbia chini ukaweka. Kama ni shamba unaweza kuweka kwa chini kachimbia, au kama kwenye kona kuna miti mikubwa kuweka juu ya miti. Umeona? Hapo hiyo kesi unakuwa umemaliza ya hao wezi, wanga na wachawi. Ni jiwe moja ambalo linapiga ndege wawili kwa wakati mmoja. Yaani imegawanyika. Jambo moja linajigawanya mara mbili. Au jiwe moja ukilipiga baadaye linasambaa linatoka pacha mbili. Kwa hiyo hii inaenda inapiga wanga na wachawi, hii inaenda inapiga wezi na majambazi na vibaka. Kwa wale ambao umetatizika sana katika mazao yenu, mmelima watu wanakuibieni. Na kuiba kuko namna mbili. Kuna wale ambao wanaiba kwa mambo ya Kiswahili, bi maana kwa uchawi na kwa uwanga. Wanaita, kuna maeneo wanaita kubukula. Kuna maeneo kwa mfano kwa Kigoma wanaita katunduzi.
kuna maeneo kwa mfano mkoa wa Kigoma pia jina lingine wanaita Kwavura. Na kuna maeneo mengine, baadhi ya maeneo mikoani huko wanaita chuma ulete ya mazao. Umeona? Kwa hiyo chuma ulete ya mazao ya namna hiyo, au chuma ulete ile ya biashara ya ya pesa, basi ukiweka sehemu yako ya shamba au ukiweka sehemu yako ya biashara, umezuia hivyo vyote vitu viwili kwa wakati mmoja. Umezuia wezi wa Kiswahili, imana wanga na wachawi kwa njia hii ya chuma ulete, au umezuia wezi kwa maana hii halisia, ambao mwizi ima anakuja kwa kuonekana au anakuja nyinyi mkiwa hampo usiku au mchana au asubuhi au jioni, imradi nyinyi hampo pala usika, anafika naiba naondoka. Umeona? Na kuna wengine kutokana na maendeleo ya kisayansi wameweza kuweka mpaka vifaa vya CCTV kamera ambavyo vinakuwa vinawanasa wale wezi, yani vinakuwa vinamtambulisha kwamba huyu ni mwizi, amekuja ameiba, lakini bado mtu ameweka hivyo, lakini bado wanaibiwa. Umeona? Sasa hii yenyewe inazuia hawezi kuja kuiba. Hiyo ndio mnakuwa mmeagana moja kwa moja, bimana na mwanga na mchawi naye mnakuwa mmeagana moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu, naeleza haya kutokana na ni changamoto kubwa sana ambayo imewakumba na kuwatesa wengi. Watu wengi wametatizika sana na hili swala. Kwa kufikia hapa ni kuwageni, mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Tutaonana inshallah katika vipindi vijavyo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.